Karibu sana kwenye channel yetu hii ya Ramani Huru. Huu ni mwendelezo na ni kawaida yetu. Leo tumekuletea jengo hili hapa mbele yako unaliona hapa. Hili jengo lina jumla ya vyumba vinne hapa. Hili jengo lina master moja, pia lina self mbili na single moja, bila kusahau public toilet iko pale, lakini bila kusahau store, jiko, dining, sebure na kieneo kidogo kwa ajili ya washing machine, na ina veranda mbili kwa maana kwamba ina front porch na kitchen porch, kwa maana kwamba veranda ya jikoni pamoja na ya mbele huku. Jengo la kisasa jamani, na jukumu letu sisi ni kuwakumbusha jamani kama kujenga inawezekana na kwa kila mtu, na viwanja bado ni vingi. Kwa hiyo jamani, tunazidi kuwashauri na kuwaomba pia sogeni kwenye channel hii ya Ramani Huru kwa kusubscribe na kucomment na kushare pia, ili watu mbalimbali waweze kufikiwa na video zetu tunazoziweka kwenye mtandao huu wa kijamii. Kwa sisi jukumu letu jamani kuwakumbusha, kwa hiyo hatuchoki na hatutochoka. Tunawakumbusha tu jamani, hatuchoki, tutazidi kupambana. Tutapambana leo, kesho na kuendelea kadri Mwenyezi Mungu atakapokuwa ametujalia, sisi tutazidi kupambana. Leo tumekuletea jengo hili hapa. Hili jengo bana lina jumla ya upana wa mita 16.95. Huo ni upana wake, lakini urefu wake ni mita 16.95. Kwa hiyo pande zake ziko sawa. Kwa hiyo pande za upana na urefu wake ziko sawa. Jengo limeandaliwa kisasa sana na ina muonekano mzuri kama ambavyo umeona picha ya kwanza ile, na mbele zaidi utaziona picha nyingi zaidi. Hili jengo kwa hesabu hizo, kwa maana kwamba ya 16.95 kwa 16.95, yani upana na urefu, lina jumla ya square meter 287.3. Kwa jengo ni dogo lakini liko complete, na vyumba vyake ni vikubwa jamani, kama ambavyo vinaonekana kwenye picha hapo. Vyumba vyake ni vikubwa mno, vinajitosheleza kabisa. Lakini bila kusahau ili jengo, ili upate taarifa zake zote ambazo ziko kamili, kwa maana kwamba upewe maelekezo yote, kwa maana kwamba vyumba vina ukubwa gani, kuna nini na nini, tofali ni nini, vyote utaelekezwa baada ya kutafuta kwenye namba za simu ambazo zinaonekana hapa. Ukishatutafuta tukakubaliana, baada ya ramani kufanywa kazi, yani kuwekewa vipimo vyake vyote na taarifa nyingine zote ambazo zinatakiwa kuwepo kwenye ramani, baada hapo utapewa hesabu za uhakika zaidi, lakini hapa utakupa kwa juu. So, hili jengo lina uwezo au linaweza kutumia jumla ya tofali za broko 4,100. 4,100 ni jumla ya tofali ambazo zinaweza kutumika hapa. Jamani, kumbukeni hizi tofali 4,100 ni kwa ajili ya boma. Jamani, tunapiga hesabu za boma. Hesabu za boma. Hatuhesabia hesabu za msingi. Hesabu za msingi ni hesabu nyingine kabisa. Na mtu asikudanganya, mtu anakuambia bana jengo hili litatumia tofali kiasi fulani za msingi. Huwa ni uongo. Kwa nini? Tofali za msingi mara nyingi huwa zinategemeana na eneo la mteja mwenyewe lipoje au site pakoje. Mtu anakuambia bana, mtu yuko Dar es Salaam, mwingine yuko Arusha, mtu anakuambia bana, au mwingine yuko Mwanza au Mbeya, anakuambia bwana msingi utatumia tofali 2,500. Unakuta mtu kwenye eneo lake hilo lina mabonde, lina nini, automatic utakuwa kama umemdanganya na utapoteza uaminifu kwa watu. Ni vizuri mtu kumwambia ukweli bana, jengo hili kulingana na hesabu zake tumepiga hesabu za hapa na hapa na hapa, lakini hapa ina depend na sababu fulani na sababu fulani, ndio maana hatujafanyia hesabu zake. Kwa hiyo jengo hili kwa tofali za boma zinaweza kutumika tofali hizo 4,100, lakini bila kusahau nondo ambazo zinaweza kutumika hapa. Jamani, tunapiga hesabu kwa maana kwamba nondo ya mkanda wa chini pamoja na beams zake zitakuwa zimesimama mle pembeni, lakini pia nondo za juu kwa maana kwamba ya lenta. Jamani, jumla ya nondo ambazo zinaweza kutumika hapa ni jumla ya nondo 170 mpaka 200 zinaweza kutumika hapa, inategemeana na mtu atakuwa anaweka nondo ngapi kwenye maeneo maalum ambayo yanatakiwa kuwekwa nondo. Bila kusahau roofing yake unaiona ilivyopendeza na kwa uzuri kabisa, inaonekana ni jengo la kisasa kabisa. Ni jengo la kisasa kama ambavyo linaonekana hapa. Bila kusahau ili jengo linaweza kutumia mbao 490. Jamani, hizi mbao zimegawanyika kwa maana kwamba kuna 2 ya 4, 1 ya 10, 2 ya 6, 1 ya ngapi, zimegawanyika hivyo. Kwa hiyo ukishatutafuta, ukishapewa ramani yako, utapewa kwa mgawanyiko maalum, kwa maana kwamba utaambiwa hizi ngapi kwa ngapi zitakuwa ngapi, ngapi kwa ngapi zitakuwa ngapi. Lakini bila kusahau jumla ya misumari ya bati. Misumari ya bati ni kilo 60, lakini misumari ya kench ni kilo 50. Kwa hiyo inakuwa na jumla na kilo 110 kwa ajili ya misumari. Lakini bila kusahau jamani,
Kiwanja ambacho kinaweza kikatumika kwenye hili jengo ni kiwanja kinachoanzia square mita 625. 625 inakuja vipi? Kwa maana kwamba urefu wa kiwanja ukipima kiwe mita 25 na upana wa kiwanja ukipima kiwe mita 25. Tunafanya hivi kwa sababu, kwa nini tumekwambia jengo hili na square mita 287 lakini tumekwambia utumie kiwanja cha square mita 600? Hapa mtu utabaki na parking, lakini pia utaacha zile sheria za mipango miji zinataka uache hatua kadhaa zitabaki, na jengo litakuwa limekaa kwenye eneo lake limejinafasi kabisa. Jengo litakuwa linaonekana kwa uzuri, hata ukipiga picha litakuwa linaonekana vizuri sana. So endelea kufuatia picha ambazo unaziona hapa. Picha zinaonekana vizuri kabisa kama ambavyo unaziona hapa. Cha kufanya ni kipi? Hakikisha unatafuta kwenye namba za simu ambazo ziko hapa. Jamani, hakikisha mnatafuta muhusika wa ramani husika. Usione ramani kwetu zenu kampelekea mtu